Basi ni siku mpya ambayo Bwana ametupa, siku ya tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka wa Bwana wa 2025. Na leo tutaangalia somo linalosema mfano wa wimbo. Na neno kuu tunalipata kitabu kile cha Waefeso mlango ule wa 5 mstari wa 19 mpaka 21. Tunaambiwa mfano wa wimbo. Bila shaka kila mmoja anajua tunaposema wimbo tunamaanisha nini. Na bila shaka tunawafahamu waimbaji mbalimbali. Wako waimbaji wanaimba nyimbo za injili, wako waimbaji wanaimba nyimbo za kidunia, lakini hawa wote ni waimbaji. Lakini leo simaanishi nyimbo hizi tunazoziimba, na maanisha nyimbo za kiroho. Nini maana ya wimbo wa kiroho? Wimbo wa kiroho una maana gani? Wimbo wa kiroho ni amri za Mungu zilizoambatana na ahadi zake. Twende na mimi tuangalie Zaburi 119 mstari ule wa 54. Sasa Biblia inatuambia kwamba amri zako ni nyimbo zangu. Kwa hiyo ili tuweze kumwona Mungu katika maisha haya ya kiroho, tunapaswa tufuate amri za Mungu. Amri za Mungu ni nini? Ni nyimbo katika maisha yetu sisi wa Kristo. Sasa hii amri za Mungu ni nini? Ni lile neno la Mungu ambalo limeletwa katika maisha yetu, katika kutembea kwetu, katika mwisho ya dunia, kwenye kipindi tulicho nacho. Sasa tuangalie Zaburi ya 119 mstari wa 172. Hiyo ni moja kati ya ahadi nyingi ambazo Mungu amezitoa. Anasema yeye ashindaye nitamfanya kuwa fimbo ya chuma katika hekalu. Yeye ashindaye nitamfanya nguzo. Yeye ashindaye nitafanya kitu fulani. Yeye ashindaye, yule ambaye anasimama kwenye wokovu wa Kristo sawasawa, akaingia katika uzima wa milele, basi anapata zile ahadi za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ni tafsiri ya kwanza ya wimbo kiroho. Tafsiri ya pili ya wimbo kiroho ni kitu kitakachotokea baadaye. Ni kitu kitakachotokea baadaye. Ni neno la kinabii. Tunapozungumza maneno ya kinabii, ni maneno yanayotokea baadaye. Twende na mimi tuangalie kitabu cha Isaya sura ya 5 mstari ule wa 1. Hapa tunaambiwa kwamba huyu nabii Isaya alikuwa anazungumza kwa habari ya shamba na mpenzi wake. Sio kama katika lugha unayofikiria kwamba mtu anazungumza na shamba. Anazungumza na moyo wa mwanadamu. Sasa huo ni maana ya pili ya wimbo. Sasa tuangalie aina 4 za nyimbo. Kuna aina 3 ambazo zinakuhusu wewe kama mtumishi wa Mungu. Aina nyingine nitakuja kuelezea, lakini haitakuhusu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya kwanza wa wimbo unaitwa wimbo wa Musa. Sasa huu wimbo wa Musa tutauangalia kiundani unamaanisha nini. Twende na mimi tuangalie kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura ya 15 mstari ule wa 2 mpaka ule wa 3. Maana tunaambiwa kwamba tutaimba wimbo wa Musa na mwana-kondoo. Sasa kabla ya kuimba ni lazima tujue tunaenda kuimba kwa namna gani. Twende na mimi kitabu cha Walawi sura ya 26 mstari wake wa 46. Hii Torati ilipewa Musa pamoja na wana wa Israeli, ikaishia pale. Haikuweza kuvuka kwenye mataifa mengine. Na pia tunaambiwa kwamba hii Torati ilikuja kwa mkono wa Musa. Kuja kwa mkono wa Musa ni kusema kuwa Musa alikuwa mpokeaji na mpitishaji wa ile sheria. Sasa kwa mataifa mengine Torati ilitupeleka kwa Kristo. Twende na mimi tuangalie kitabu cha Wagalatia. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 24 mpaka 29. Huo ni wimbo wa kwanza, unaitwa wimbo wa Musa, ni ile Torati. Tuangalie wimbo wa pili. Wimbo wa pili unaitwa wimbo wa mwana-kondoo. Tuangalie neno lake kwenye kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 15 mstari wa 2 mpaka wa 3. Sasa huu wimbo wa mwana-kondoo ni unabii wa Agano Jipya.
ni neno la Agano Jipya ambalo Yesu alikuja nalo, ambalo Yesu alilileta kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na unabii huu wa Agano Jipya ulikuja kwa neema ya Yesu Kristo. Twende na mimi tuangalie hiyo Injili ya Yohana 1:17. Tunaambiwa kwa Yesu kuna neema na kweli. Neema ya Yesu ni kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukimwamini Yesu, ule wimbo upo. Sio kwamba utaimba oh haleluya au salama. Yaani kitendo cha kumwamini Yesu, ule wimbo na uimba. Ndio maana wimbo wa kiroho. Haijalishi unapaza sauti au haupazi sauti, lakini wimbo unafanyaje? Unauimba. Lakini neema hii ambayo Yesu ameleta haijabagua mtu. Hiyo ni wimbo wa pili unaoitwa wimbo wa mwanakondoo. Wimbo wa tatu unaitwa wimbo mpya. Tunaongozwa na maneno ya Mungu kutoka kitabu kile cha Nabii Isaya mlango wa 42 mstari wake wa 9 mpaka ule wa 10. Ni utimilifu wa maisha yako, namna ambavyo utakavyokuwa unazungumza maisha yako yakoje. Mungu anataka uwe na hali ya chanya ya kumwangalia yeye. Wimbo mpya wenye kuweka utimilifu wa maisha yako yatimilishwe na namna unavyojinenea na namna unavyonenwa na watu. Wimbo huu unapaswa uweje kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, ili kuimba wimbo mpya ni kielelezo cha maisha mapya ndani ya Kristo. Lakini tunaambiwa jambo la pili kwenye wimbo mpya ni sifa kwa Yesu kama Mwokozi wa Agano Jipya. Jambo la tatu ni zao la neema, sio zao la sheria. Kitabu kile cha Zaburi sura ya 40 mstari ule wa 3. Kwa hiyo huo ndio wimbo mpya, wimbo namba 3. Wimbo wa 4 ambao nilikwambia wimbo huu haukuhusu, lakini ni muhimu kaujua, unaitwa wimbo wa shetani. Twende tuangalie Ufunuo wa Yohana sura ya 18 mstari wa 22. Kama umekaa kwenye zile nyimbo 3 sawa sawa, hii sauti wala hautaisikia. Isipokuwa kinyume chake, zile aina 3 za nyimbo za juu, kama kwako wewe haziko vizuri, hii sauti lazima utaisikia. Utakachokuwa unakisoma kwenye neno la Mungu, utakuwa unasoma sauti ya adui. Sasa wimbo wa shetani ni nini? Wimbo wa shetani ni ujumbe unaopingana na kweli ya neno la Mungu. Lile neno linapokuwa linahubiriwa, lile neno ambalo unalisikia, afadhali neno sio hivi, tayari kuna wimbo ambao umeingia.